unaponiambia kuhusiana na masuala ya mimi kutokulala nyumbani. Kwani hujui mimi nafanya kitu gani hapa? Hujui nashinda wapi? Hujui na kazi yangu ni ipi? Mama, nakuahidi kile kilichopotea naenda kukirudisha tena mikononi mwangu. Kula ofisini unajiona sana kwamba wewe sijui ni mtu mwema sana, kumbe ni mwizi mkubwa wewe. Niza kitu moja. Hayo mapenzi ambayo unataka ya karibu, mimi nitakupa. Ila hii kampuni ikidondoka, usije ukanilaumu mimi. Ni kweli. Ila zawadi na maana yake. Hilo huwa nililokuletea ina ishara ya kwamba nikutakia maisha mema na yenye upendo pia. Asma, hizi nikwambie kitu kimoja. Mimi sio mwenda wazimu kumtoa huko nilikomtoa na kumleta tena nikamwajiri kwenye kampuni yangu. Namuelewa vizuri sana kuliko wewe unavyojua. Madam, ondoa shaka kwa hilo. Mimi nimesoma Cuba. Najua kila aina ya njia na siwezi kukamatwa kirahisi. Okay, ngoja nijaribu kusearch hapa kidogo kama nitaona kilichobakiza jana, maana jana vile kazi niliyoachiwa jana ulimaliza kweli? Yaani hata sijamaliza maana nilichoka sana. Jamani, kuna kazi imeingia kwenye email kutoka kwa bosi. Bidi tuifanyie kazi. Si mmepata? Bado haijafika. Labda tu. Basi ngoja na. Kuna mzigo inabidi tu submit. Mpaka napofika kesho saa. Kuna kazi nimekutumia hapo, naomba uifanyie kazi. Angalia hapo kuna kitu nimekutumia. Ndio ile tu sasa hivi hapo. Niambie. Samahani. Unajua ni muda sasa umepita. Toka tumefanya ile tukio hadi sasa hivi. Ni muda mrefu sana. Hivi umewahi kukaa ukawaza kuhusiana na Suku? Pengine kujua wapi alipo, anafanya nini, anafikiria nini? Umewahi kuwaza kitu kama hiki? Kwa upande wangu nishakufikiria tena zaidi mara moja, kwa sababu mimi mwenyewe nilijua baada ya kumfanyia ile tukio lazima tu angenitafuta au ningekutana naye sehemu yoyote ile, lakini nashangaa kuwa hivyo na ukimya umetawala mpaka sasa hivi. Lazima tuwe makini sana, na ikibidi tumtafute, tujue yuko wapi, anafanya nini, anawaza nini, sije ikawa anajipanga kufanya revenge dhidi yetu sisi. Wazo zuri, itabidi tufanye hivyo. Maana anasema kimya kingi ina maana yake. Na ukiona Kobe ameinama, unajua anatunga sheria. Huko ameshakuwa adui yetu sasa. Inabidi tukae kwa uangalizi mkubwa na tujue yuko wapi na anafanya nini. Ni kweli. Na huo ndio wasiwasi wangu mimi. Hivyo tunapaswa kumtafuta, kujua wapi alipo, anafanya nini, anafikiria kufanya nini. Tumeelewana? Sawa, inabidi tulifanyie kazi haraka iwezekanavyo. Sawa, na hakikisha kwamba kila hatua mnaipiga nipate taarifa. Sawa, ndo ashara kwa hiyo. Vipi kuhusiana na hiyo kazi yangu? Namalizia. Basi sawa, fanya haraka yako maliza usabu. Na mzigo nataka tuuagize sasa hivi. Jitahidi maliza haraka. Maana huyo bosi mwenyewe kichefuchefu asije akatutimua hapa, kashindo la kufanya.
Nasema vile ndio tunategemea. Umeiona? Zimewafikia? Hivi wewe Jagwa? Naam. Ni utongozaji gani huu sasa? Unatongozaji wa kizamani zamani. Hii ni karne ya kisasa. Wenzako wanaume wanasongoza mdomo kwa mdomo. Afuti unanitumia vikaratasi eti nakupenda. Unanipenda? Sio ukinifuata live uko niambie. Afu usinitumiage vikaratasi vyako mimi. Mwanaume ovyo mwangalie hivi. Takuchamba live mimi. Ni kimya. Bone town. Ile wale yakuja walaku. Wewe kama yuko sawa. Sasa unacheka nini sasa? Umezidi. Utongozaji gani wewe? Ni nyasa mpaka sasa unatumia memo. Kwa hiyo nyie mnaona fahari mwenzenu kulizalilisha, si ndivyo? Acheni uswahili. Na ndio maana kampuni nyingi hazipendi kwa ajili watu wa Swahili kama nyinyi. Kwa sababu ya madhara kama haya. Eti watoto wa Uswahilini. Hivi unavyojiangalia ulivyokuwa handsome hivyo ulivyokuwa mzuri jamani. Umevaa vizuri kabisa alafu bado unakaa eti bado unaandika vibarua. Si mambo ya kizamani hayo kabisa. Hivi unashindwa kumfuata mwanamke live hivi ukamwambia jinsi ulivyo hivyo muonekano wako? Si ukutegemea. Alafu wewe dada, dadangu. Pata kilichokuleta. Pata mambo yako, fuata kazi yako. Mbona mnanifuatilia? Alafu Mina, kwani ungenijibu kimya? Kulikuwa kuna shida gani? Mpaka lazima uwafaidisha hawa Waswahili, si ndivyo? Haya, unataka kunidhalilisha mbele hawa Waswahili. Ndio maana alafu watu wanalilia sana hizo kazi. Wewe unapata unachezea. Shauri yako. Kwa hiyo ilikutuma. Kwanza siko sawa. Wewe wacha kuchukua vitu usivyovijua, sawa? Siku nyingine usiniletee. Msalaba unaniamisha mimi tena. Ila hapa ofisini hapana. Hii ofisi na mama. Ina vituko. Aishi vituko kila kukicha. Mimi na mambo hii. Asa unachocheka nini? Yaani tangia uje wewe ni kucheka tu hapa, yaani kucheka tu. Kinachokuchekesha aswa ni nini? Kuhusu swala ulilozingua leo kazini. Yaani leo umezingua kinoma. Sikutegemea kama ungefanya vile. Sasa labda nikuulize swali moja. Yaani wewe pale mimi nilichokifanya mimi labda nimezingua sawa. Labda ni kitu gani ambacho mimi nimekifanya cha ajabu cha kukufanya wewe sasa ukiona ni cha ajabu zaidi hapa duniani? Au ni kitu gani kigeni pale ambacho mimi nilikifanya? Kuandika barua kumtongoza msichana imekuwa labda ni kitu cha ajabu sana kwako?
Kwani wewe una simu mwanangu? Unamwandikia barua? Barua? Umekuwa mtoto wa chekechea kusema kwamba unamwandikia barua wewe. Sikilize nikwambie kitu kimoja. Haikujalisha mimi nimemfuata kwa njia gani. Lakini ninachojua wewe ni mshikaji wangu na wewe ni mwanangu. Si unaelewa? Na kama ni mwanangu mimi nategemea wazi kuwa nione tunasapotiana. Ni madili mangapi ambayo mimi nimefanya na wewe? Kwa nini ya leo ionekane sasa ni kitu kigeni kwako? Ionekane kwamba ni kitu ambacho wewe mwenyewe unakiona ni cha kustaajabisha. Alafu mimi na wewe ni mashikaji kabisa Bennett hivi. Na tunasongesha madili mengi sana kama unavyojua. Ila kweli hapa inaonekana mimi ni mtu sasa ambaye yani sijui nisemaje, nizungumziaje sielewi. Mbona unakuwa hivyo snitch mwanangu? Sikia mwanangu. Haina haja ya kugombana. Tumekuja ku-refresh kama kawaida yetu. Kwanza jambo la kawaida tu, hata mwenye sikujua kwamba demo atakuwa amechukua reaction na namna ile kukuaibisha kule sini. Lakini nilitegemea katika kitu ambacho nilitegemea mimi, unikingie kifua, unionyesha kabisa wazi kwa tuko pamoja wewe ni mwanangu. Ila cha ajabu nimeona kitu kinyume sana na hicho. Wewe ndio umekuwa kunidhalilisha pale, wewe ndio umekuwa kunikejeli pale, wewe ndio umekuwa ni mtu wa kunicheka pale. Alafu unajiita mwana. Alafu wewe ni mwanangu. Wewe unaendaje wewe? Wewe wana gani yani unazungumzia wewe? Mimi ni mwanao. Kitambo. Wewe mwenyewe unaelewa madili mengi tumefanya. Ila kuhusu iliyotokea ofisini chana nayo. Sawa? Naomba nisikilize mwanangu. Tena unielewe kwa makini. Isije kanifanya mimi nijute kuja kukualika hapa tuje kupata kinywaji. Kwa sababu unaendeleza zile tabia zako za kule. Bado unaendelea kucheka bila sababu za msingi. In short mimi sijapenda. Sawa. Tena sijapenda na kitu ambacho kimeniuzi ni swala. Sema mwanangu, yule demo ameanzisha varangati pale. Mimi sikutegemea kama angeanzisha varangati lile. Alipokuwa anakosoa pale. Najitahidi nisicheke wapi? Mwisho wa siku nikajiachia. Unajua tena wengine bandama zetu zishakufa. Anyway, tujadili kwa sasa masuala ya kampuni. Kwa jinsi kampuni yetu inapoendelea pale, tutajulikana. Huu mwenendo ambao tunaelekea tunafanya vitu vyenyewe sisi binafsi. Kama tutakuwa ushirikiano, tutakuwa hayule ushirikiano wetu haupo. Ni swala ambalo ni rahisi sana mtu kuja kugundua au ni swala rahisi sana mtu kulifahamu. Fika tutakuja kukosa ile kazi. Na mimi nahitaji ile ushirikiano wa dhati. Kama tunafanya vitu kwa usahihi au kama tunafanya vitu vyetu sisi binafsi, basi tushirikiane. Ila tukianza mambo hayo kama ulivyofanya juzi, mimi sitaki tuyarudie, lakini ukiendeleza kiukweli utasababisha kitu ambacho kinaitwa kutokuelewana, na kama kuna vitu ambavyo tunavifanya nje au kiofisi vitajulikana. Si unanielewa? Mimi nakuelewa na usijali kuhusu hilo rafiki yangu. Ndio maana mimi nipo macho sana kulinda na kuweka sawa uhusiano wetu. Watu wasitufahamu wala wasijue nini tunachofanya. Sawa? Yes. Mjomba vipi? Mbona nitoa ofisini mkuku wa mwanangu? Wewe mchongo kabambe. Mimi nikutana na bibi mkubwa mwanangu, huyo bibi mkubwa na anataka nini? Hizi fashion zinazochora na sana. Sikia, anatupa hela kueleweka mjomba, wewe la kimandazi tu. Pesa ya kueleweka mwanangu. Mimi siwezi kukumtunguzia. Yaani wewe bimdashi anataka design, si ndivyo? Afu hiyo design iko kwa sawa, sio? Sasa, yaani hiyo design tunapompa hela ya kueleweka mjomba. Kwanza bimdashi mwenyewe ukimwona anaonekana doni. Yule kama amiliki supermarket. Basi ana kampuni kama hizi 7. Sikia sasa mwanangu. Wewe nakupa kazi sasa. Sakula hata kwenye mkoba asala ule unapopata na nilio mchongo vyakula. Lakini isifike kesho, hata kesho tufanye mpango basi kama vipi. Kwa sababu ikishafika tena na nili ofisini na kwa tena cheche hatuwezi kuupata. Kama unavyojua kampuni yetu sisi hapa
kubwa kimataifa. Au vipi? Na sisi tunafanya kazi humu kwa kuiba. Siku tutapombalika mimi sina jina hiyo siku. Poa. Kwa hiyo mchongo mnavyokuambia mpaka yani uwe kweli una hela kushikika mjomba. Yaani uwe kweli na sasampa. Tumalize kazi. So hivyo tunaenda kimandazi tunapewa tupumzisha moyo mwanangu tunaye kaloani ile yani kazi yetu mjomba. Poa. Hela ya kueleweka mimi siwezi kupa madili ya nini. Alafu mimi najua kabisa tunapofanya hivi matokeo mbaya yanakuwa vipi. Hata tukifukuzwa kazi tunakuwa tuna hela kibao kwenye account. Mimi nimekuamini mjomba, chekecha na mimi na chekecha kimazingira yangu nikipata na tiki, ukipata na tiki. Hata kesho mchongo. Poa baridi. Poa hata kesho mchongo wenyewe unaiba. Sikia? Sema nimeacha kazi ofisini hapo mimi nimesaula. Mimi naelewa. Poa mchongo nishauelewa, yani hata kesho nasebenza. Poa. Poa bila kufeli. Hello madam. Habari yako? Nzuri za kaka. Salama. Karibu. Asante. Madam. Nimekuita mara 3. Ningekuita mara ya 4 ungeniona na kusumbua. Na ndio maana kila siku nakuambia mimi ni mtu ninayekupenda. Siwezi nikaona jambo la kukusema wewe alafu nikakaa kimya. Naona kama ni dhambi. Haya niambie uombea ulopata leo. Maana rafiki yangu upoi wewe. Nakwambia. Sawa kina Neema na Roho. Leo hii wamekusema, wamekunyari, wamekusema vibaya mno yani nakwambia ingekuwa ni mimi. Ingekuwa nishadondoka kwa pressure. Yani wamekusema yani wewe siku hizi unaringa, ukipita husalimii, unajisikia kampuni yenyewe ndio hiyo ya kuzurumu. Au sio? Kwa hiyo amenisema ndio hivi watu hawana shukrani. Yaani watu na waajiri unalipa mishahara yao kwa wakati lakini bado nakutendea ubaya. Yani acha tu shukrani. Yani hapa ndipo wewe nimeniuma. Nakwambia yani hapa ninavyokuambia ni bora tu hata uwapunguze. Yani uwapunguze tu. Wana faida gani? Uwapunguze hicho kimshahara hicho unachowapunguza shoga yangu. Niongezee hata mimi. Sina kukubali shoga yangu. Yani mimi nitakapopata jambo lile shoga yangu nakupa umbea nakwambia. Nikiwasikia tu nakupa umbea moto shoga yangu. Yani hai yani siku hiyo wakisema tu mimi nakuletea. Lakini shoga yangu nakuomba sijakwambia kama mimi nimekuambia. Nakwambia taumbuka. Kwa nini shoga? Bye. Inawezekanaje mtu azurumie mali yake alafu akae kimya? Hapana. Kuna jambo linaendelea na sio bure. Ni lazima nimfuatilie Suku, nijue wapi anaishi na anafanya nini kwa sasa. La sivyo nitajikuta naingia kwenye matatizo bila kujua. Na hili sio la kumwachia yeye peke yake. Lazima niingilie kati. Tena ikiwezekana nimuue kabisa.